Huyo ni DJ wa baba. Mheshimiwa Orengo amewaambia wakati ambapo wanatudhulumu ndani ya chama cha ODM, sisi tunaamini Mwenyezi Mungu amesababisha kwamba spirit ya baba itembee na sisi. Tuko na DJ wa baba. Ako hapa anaitwa DJ Spider-Man. Spider mwenyewe. Tumetoka na kila kitu. Saa hii kila mtu anajiita Linda Mwananchi, si ndio? Mheshimiwa Mashako, watu wako wa Taita Taveta wajue ya kwamba tumetembea na wewe kule Western, hakuna kura ya Kasongo Western. Tumeenda kule Nakuru, hakuna kura ya Kasongo kule Nakuru. Nairobi Senator Edwin Sifuna has intensified his political attacks against President William Ruto, declaring that the ruling Kenya Kwanza government should expect a major political challenge ahead of the 2027 general election. Speaking during the Linda Mwananchi tour in Taita Taveta County today, Sifuna claimed that residents in the region had no support for President Ruto's re-election bid, insisting that the opposition movement was gaining ground across the country. Sifuna, who addressed hundreds of supporters during the political gathering, stated that Taita Taveta residents would reject what he referred to as the Kasongo administration, using the popular opposition nickname for President Ruto. The remarks come as political temperatures continue rising ahead of the 2027 general election, with different political formations already beginning nationwide mobilization campaigns to build support ahead of the 2027 elections. During his address, Sifuna accused the current administration of failing to uphold democratic values and claimed that Kenyans had experienced difficulties under President Ruto's leadership. He alleged that the government had relied on force and intimidation instead of embracing open democratic engagement, arguing that citizens should be free to express their opinions without fear. The Nairobi Senator further called for a return to what he described as a leadership style that respects the Constitution and the rule of law and the rights of citizens. According to Sifuna, the country requires leaders who can protect democratic institutions and ensure every Kenyan feels represented regardless of their political affiliation. Meanwhile, Sifuna also addressed the growing use of the title His Excellency by some of his supporters, especially young people who have started referring to him using the title traditionally associated with presidents and senior state officials. The senator appeared to embrace the title, saying it reflected the confidence and support he had received from young Kenyans. Sifuna recalled his earlier visit to Taita Taveta alongside Baba, saying that at the time he was recognized as the Secretary General of the ODM party. He said his political journey had since changed, noting that although he lost the position of Senate Minority Leader, young supporters had chosen to recognize him differently. The senator maintained that the title was not about an official position, but rather a reflection of the confidence young supporters have placed in his political future. His remarks come months after he was removed from the position of ODM Secretary General, a move that sparked debate within opposition circles. Despite the changes within ODM leadership, Sifuna has remained active in political mobilization, appearing alongside opposition figures during the Linda Mwananchi campaigns. The Linda Mwananchi movement has been positioning itself as an alternative political force ahead of the 2027 election, with leaders seeking to unite voters around issues affecting ordinary citizens. During the Taita Taveta event, Sifuna also praised residents of Al-Kalau, following the recent parliamentary by-election, describing the outcome as a warning to leaders who rely on money and last-minute promises to influence voters. Claimed that the people of Al-Kalau had demonstrated that voters could no longer be easily persuaded through handouts. He argued that development projects should not be presented as political rewards, saying citizens deserve service regardless of their political choices. Sifuna questioned why some projects are introduced close to elections,
suggesting that government services should be provided consistently through a leader's term. The Olkalau by-election has continued to attract political debate, with different sides interpreting the results as an indication of changing voter attitudes ahead of the 2027 election. All opposition leaders have described the outcome as a rejection of government influence. Kenya Kwanza leaders have maintained that by-elections cannot be used as a direct prediction of a national contest. Demokrasia. Kwa hivyo tunataka huyu mheshimiwa William Ruto akanyage kubwa kubwa. Hapa Taita Taveta. Hapa Taita Taveta. Watu wanajifanya hawajui ni mwabonyenye gani wananyakua mashamba yenu. Na mimi najua nyinyi mnajua nani ananyakua mashamba yenu. Mnajua nani ananyakua mashamba hapa? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Imefika wakati mpaka hata akijenga barabara za Taita Taveta zote zinaingia kwa shamba yake. Hata reli yote inaelekea kwa shamba yake. Alisimama hapa Taita Taveta wakati wa uchaguzi akawaambia chini ya siku 100 mtakuwa mnakunywa maji ya Mzima Springs. Maji ya Mzima imefika kwako? Imefika kwako? Alisema Tsavo mtakuwa mnagawana ushuru 50 kwa 50. Mnaona pesa ya Tsavo nyinyi? Juzi jamaa wa Kajiado wamekuja wanasema pia aliwadanganya mambo ya Amboseli. Mimi nataka niwahakikishie hiki kikosi cha Linda Mwananchi, wakati tunachukua uchukani katika taifa hili, mashamba yote ambayo yamenyakuliwa hapa Taita Taveta kinyume cha sheria kitarudi kwenu nyinyi wana Taita Taveta. Sisi ambao tunaamini katika ugatuzi, hiyo mbuga ya wanyama inaitwa Tsavo kwa sababu wildlife is a devolved function, itarudi katika kaunti ya Taita Taveta chini ya Mheshimiwa Mwashako. Yeye ndiye atakuwa anachukua ushuru pale. Kwa hivyo mimi nataka nikamilishe kwa kusema baba hakulea waoga. Baba hakulea waoga. Na ndugu zenu wa Olkalau wamewaonyesha kwamba haijalishi unatumia nguvu za polisi kiasi gani, unachukua pesa kiasi gani. Nataka nihakikishie nyinyi wananchi hapa, tutadai Ruto deni lenu. Tunataka kabla ya mwaka 27 ile vitu yote watu wa Olkalau wamepata lazima sisi sote tupate. Huyo Ruto ajue hata mimi na ngoja mtungi yangu ya gasi. Huyo Ruto ajue mimi na watu wa Taita Taveta tunangoja viatu zetu. Huyo Ruto ajue hata mimi bila kujua mahali nitapeleka hiyo meli, nataka meli yangu. Ndio tuingie kwa uchaguzi. Kumbe hii kuweka stima na mambo ingine inaweza kufanyika tu ni kujifanya wanajifanya hawana pesa kwa sababu wanaiba pesa kila wakati wanapeleka kwa hivi vitu empowerment. Boy, mko tayari? Muko tayari? Tukisema twende mpaka mwisho mtasimama na sisi ama nitageuka nikute mmetoroka? Wangapi wanasema twende mpaka tuonane na ujuzi? Jicho kwa jicho. Asanteni sana. Mungu awabariki. Nataka niwakaribishie sasa Seneta wa Vihiga. Seneta wa Vihiga ambaye pia ndio incoming governor wa Vihiga chini ya Lindi Mwananchi, Mheshimiwa Godfrey Osotsi.